Basi kujiandaa kwa mazingira yoyote ambayo baada ya darasa la 7 Mungu atawabariki kwenda kuyaishi. Simseme amen. Yaani mjiandae kisaikolojia. Tafadhali niambie, tunajiandaa kisaikolojia kuishi mazingira yoyote ambayo Mungu atatubariki kuendelea na masomo yetu. Ukienda Shinyanga ni sawa. Ukienda Dar es Salaam ni sawa. Ukienda Mbeya ni sawa. Ukienda Mwanza ni sawa. Sema Mungu nibariki niende mbali. Na upokee kwa jina la Yesu. Basi baada ya maneno haya wapendwa,
Mungu alimuumba mwanadamu kwa sehemu tatu, wapendwa. Mungu mwenyewe ni utatu. Mungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo elimu ni ngumu sana, lakini yeye mwenyewe alisema hivyo, tumuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Mungu hakusema nita, lakini Mungu alisema tumuumbe. Kwa hiyo maana ya kuumba, Mungu mwenyewe alisema maana yake ni umoja ambao una nafsi zaidi ya moja. Na hapo sasa tukifika mbinguni tutamuuliza ilikuwaje. Maana mafumbo ya Mungu au maneno ya Mungu hatuwezi kuyaelewa kikamilifu kama yanavyosomeka, ila kwa sehemu ametufunulia tumtambue, tumjue, tumwabudu, tumtumikie. Kwa hiyo katika utatu wa Mungu, mwanadamu naye akaumbwa tena kwa utatu, wapendwa. Akaumbwa kwa mwili kwanza. Mungu akakaa akafikiria ni muumbe mwanadamu kwa picha gani, kama vile ambavyo mtu yeyote anapotaka kufanya jambo anachora ramani. Kwa hiyo Mungu naye alichora ramani, alimapu, akasema nitamuumba mwanadamu kwa sura, muonekano gani. Kwa hiyo alipokuwa anamuumba akaona ni muumbe kwa sura yangu na mfano wangu. Akachukua udongo ule aliokuwa amekwisha kutenga na maji, na bila shaka alikoroga na maji, Mungu mwenyewe anajua, na malaika wale waliokuwepo wakamsaidia kutoa huduma kama vile three lines. I want you to face this direction here. Just listen. Nyuma ya watoto wenu, wazazi walezi mame nyuma. Tayari wazazi wawepo please. Obimbo endelea. Sasa tukiwa katika hali hiyo, nitakuwa nataja hitaji namba moja. Tunaliombea watumishi wa Mungu, mnapita kwenye mistari yote. Mkimaliza mmoja atamalizia maombi kama nilivyotaja. Tutaenda hitaji la kwanza la afya kwa wahitimu, kumbukumbu kwenye ufahamu wao kipindi cha mtihani kwa wahitimu. Tunaenda amani kwenye mazingira kipindi cha zoezi la mtihani kwa wasimamizi. Tunaenda matokeo mazuri na ufaulu mzuri. Tutamalizia kupangiwa shule ambao kutakuwa na usalama kwa wanafunzi huko wanakoenda. Na mwisho kabisa tutakuwa tunaombea shule na uongozi wa shule na walimu na vyote vinavyohusiana na shule. Obimbo mara moja. Baada ya pale tunaanza rasmi sasa makuomba. Twende. Kora sio hiyo. Hallelujah. Jesus hallelujah.
ya watahiniwa. Baba, kwa jina la Yesu wa Nazareti, takatifu takatifu, Mungu wa uweza, tunakuadhimisha na kukutukuza Bwana. Omba mzazi, muombee, tamka maneno kwa wanafunzi. Hata kama hujui kuomba kwa utaratibu wa Kipentekoste, omba kwa sala unaijua wewe na unavyoweza, tamka maneno. Na mimi naomba wachungaji sasa muanze kupita kwa kila mwanafunzi, mnagusa kila mwanafunzi wote, tukimaliza mistari yote mitatu, kisha baadaye mdokozi atamalizia kwa maombi. Baba, kwa jina la Yesu tunawaombea watahiniwa, tunawakabidhi kwako Yehova. Wewe ni Mungu unayestahili heshima, tunakutumaini wewe Bwana. Maneno yako yanasema wanaokutumaini wewe Bwana wamebarikiwa, watafananishwa na mtu uliopandwa kando ya mto, umeeneza mizizi yake katika maji. Yesu, shule hii imekutumaini wewe na kukutegemea wewe Bwana. Tunawaombea wanafunzi, Baba, wawe na afya nzuri wanapoelekea kwenye siku hiyo ya mtihani. Mungu wasaidie wafike wote kwa afya nzuri, asiugue hata mmoja. Kwa jina la Yesu wa Nazareti tunaomba neema yako juu yao, tunaomba msaada wako juu yao, walinde na kuwatunza mpaka tarehe ya mtihani. Wasaidie Bwana, wape akili timamo, wape afya nzuri ya mwili, wape yako Yehova. Tuone uwepo wako Bwana, tuone neema yako Yehova. Mungu, shule hii imekutegemea na kukutumaini wewe Bwana, waonekanie Yehova, wawe salama kwa jina la Yesu Kristo. Maradhi yote tunayaondoa, kila vipingamizi tunaviondoa, kila upinzani tunauondoa, kila magonjwa tunayaondoa. Tunatamka afya nzuri kwa ajili yao kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu wawe salama, kwa jina la Yesu wawe salama, wawe salama afya ya mwili, wawe salama akili zao, wawe salama viungo vyao, wawe salama utashi wao. Mungu afike salama kwenye mtihani kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante kwa sababu tawajalia watakuwa na afya nzuri Baba, watafika salama kwenye tarehe hiyo ya mtihani. Mungu tawapa neema kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante kwa uwepo wako, asante kwa utii wako, asante Bwana Yesu. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu wewe ndio unaleta afya, maana miili yetu, nafsi zetu, kwa sababu shule za boarding za serikali ni chache na watoto hawezi kwenda wote, lakini ule msingi utawasaidia kufanya vizuri darasani. Kwa hiyo kuanzia hapo tumekuwa na utaratibu au utamaduni wa kufanya maombi badala ya kufanya sherehe, kuchinja. Safari nyingine watoto hao wakimaliza mtihani wao wa darasa la 7 tarehe 6, inawezekana wakaanza kujiandaa masomo ya pre-form 1, wakaendelea